Rosie, umependeza sana. Asante. Hata nawe umependeza sana. Nimekuja hapa kwa sababu kuna vitu ambavyo nahitaji kuzungumza na wewe. Sawa. Rosie, wewe ni msichana mwenye moyo wa kipekee sana. Mara zote umekuwa ukinijali pamoja na kunithamini bila kujali nipo katika nyakati ngumu kiasi gani. Asante sana. Asante kwa kunijali Rosie. Lakini pamoja na yote, lakini bado mimi ni chanzo cha kuharibu mahusiano yako. Wewe ndio chanzo cha kuweka ubaya wote wa Janet. Nafurahi sana kwa sababu kwa sasa niko huru. Kama tungekuwa katika bustani, basi tabasamu lako lingeweza kuwaita vipepeo. Una tabasamu nzuri sana. Usiseme hivyo bwana. Rosie, nataka nikupe fursa ya kuutawala moyo wangu utakavyo. Nakupenda. I love you so much. Karibu sana. Wow. Chumba kizuri. Alafu kinanukia vizuri. Usijali. Kawaida sana kwangu. Lazima nizingatie usafi kwa sababu usafi ndio msingi wa maisha. Mwanaume kama wewe kukaa chumba kizuri kama hiki. Yaani unajua kupangilia. Hakika wewe. Yaani siwezi kukumbea. Anajua. Wazi. Nikwambie kitu. Yaani kiukweli nakupenda na sifikiri kukuacha kabisa. Kweli. Hata huko ndani uweze mimi. Sijawahi kuingiza mwanamke yoyote. Wewe ndo wa kwanza. Hakika wewe ni mwanaume sahihi kwangu. Naenda kukupenda, kukujali na kukuheshimu pia. Kweli? Peter, I'm so sorry. I'm so sorry for what? Kukumtaja mwanaume mwingine aliyekuwa tupo katika tendo na wewe. Hivyo nahisi mwanamke akitaja jina la mwanaume mwingine kwenye kitanda huwa anajisikia vibaya kiasi gani? Ndio. Ndio maana nikatanguliza na mwanamke. Samehe tafadhali. Hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza ulitaja jina la John. Ukaniomba radhi. Nikakusamehe. Umerudia tena. Hii inaonyesha ni wazi hujakubali kumove on. Hapana, sasa hivyo.
Kwa kweli mimi mwanaume ambaye nakupenda sana. Ukisema hivyo mwaga najisikia vibaya. Tafadhali usiniambie hivyo. Maneno yako yanazungumza kwamba unanipenda, lakini vitendo vyako vinadhihirisha kuwa unipendi. Tazama moyo wangu jamani. Basi moyo wangu jinsi ambavyo unavyokupenda. Usinifanye ukapata maumivu. Kumbuka wewe ni kama dereva ambaye ushika msikani katika maisha yangu. Na ukiweza kuachia, afili mimi nitaendaje? Wewe ndio kila kitu kwangu. Nakupenda. Moyo wako nakataa hilo. Na ndio maana tukiwa katikati ya tendo unadiliki kutaja jina la mwanamume mwingine. Naomba uende nyumbani kwako, ukafikirie kwa umakini, kisha ujue kwamba umekubali ku move on ama unahitaji kuendelea na John. Usiseme hapana. Nimesha move on tayari. Kiukweli Rose, hata mwenyewe nakupenda sana na unalijua hilo, lakini niko tayari kuendelea na mwanamke ambaye yupo tayari kuwa na mimi. Kama ungekuwa unipendi Rose, usingekubali kuingia na mimi kwenye mahusiano. Unakubali kuingia na mimi, kumbe haukuwa tayari ku move on. Mwisho wa siku unataka nijione kwamba nina upungufu wa nguvu za kiume. Hivi unafikiri katika psychology yangu mimi hadi sasa hivi nafikiria kitu gani? Unafanya na mimi unataja jina la mwanaume mwingine? Are you serious? Hapo nisamee tafadhali, tafadhali, tafadhali. Nakuomba. Rose, nimeshakusamea, hebu nielewe basi. Nimekusamea na ndio maana nimekupa fursa ya kwenda nyumbani kufikiria kipi usichokielewa. Nimetumia nguvu kubwa sana kukutafuta mpaka nimeelekezwa hapa, alafu nakuja unanikwepa. Unakuwa unamaanisha nini? Sikiza nikwambie. Yaani nakupa dakika hizi 2 tu uongee kwa ambacho unataka kuniambia. Sawa. Mimi sijaja kugombana. Rose, ninachokihitaji mimi ni kukurudisha wewe katika himaya yangu. Unajua ukaribu wako wewe na Peter kipindi kile ulikuwa ni wa karibu sana, yaani mpaka ulipitiliza viwango. Rose, mwanaume yoyote yule ambaye angeweza kuona ile situation lazima angefikiria vile ambavyo mimi nimeweza kufikiria. Nisikize nikwambie. Usiniingize huyo Peter. Wewe ndio sasa vile hili tatizo. Peter yeye ndiye aliyesababisha mimi nianze kufikiria ujinga kuhusu wewe. Kwa nini nisimuingize katika hilo? Wewe ndio ulikuwa unanipiga. Mateso yote yale ulikuwa unanipa yale, afu unasema eti Peter. Najilaumu kwa kila kitendo ambacho nimefanya kwa kutumia huu mkono, especially kwako. Lakini hakuna mwanadamu ambaye amekamilika katika kila section. Hivi, unajua maana ya kupenda wewe? Unajua kumthamini mtu na kumjali? Rose, mimi naweza, kwa nini nisiweze? Mbona niliweza kwako? Nimejifunza kutokana na makosa, sitarudia tena. Rose, kiukweli ukishindwa kunisamehe, mimi sintokuwa na maana tena ya kuendelea kuishi.
Wewe fuka tu muda ule huko. Samahani kwa kuchelewesha. Usijali. Unaweza kunipatia hiyo? Sigara? Ndio. Hapana, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Ndio maana nataka nipatie kusudi nitoke. Nalijua hilo kwa ni hatari kwa afya yako. Naomba nipatie. Vipi hapo? Umefurahi? Nimefurahi. Yaani unajua kabisa kwamba uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako na bado unavuta. Unapata faida gani? Sigara inachangamsha kidogo. Inachangamsha na ndio maana mara nyingi nikiwa siko sawa napenda kuvuta sigara. Na hata hapa nilikaa muda mrefu, kwa nikasema niwashe ili mbali nijichangamshe kidogo. Basi ongera. Nilo usirudie tena sawa? Usijali. Unaniambia unahitaji tuzungumze. Sasa sisi tunazungumzia hapa ama twende hotelini? Hata pengine pazuri tunaweza kuzungumza. Sawa. Unajua toka siku ya kwanza nakuona. Kiukweli nilitokewa kuvutia sana na wewe. Yaani kifupi tu nakupenda. Unajua sijafikiria kama umenitia hapa kuniambia maneno ya kipumbavu kiasi hicho. Hivi una akili kweli? Unaanzaje kumtongoza mwanaume? Samahani, lakini naomba usinifikirie vibaya. Sina maana mbaya. Kumbe ndo mwoga kiasi hicho. Nilikuwa nimeona umeanza kukasirika ndio maana nikaanza kuogopa. Sijakasirika. Sawa. Umenikubalia? Marakamani mapenzi matamu paka raisi uchungu Unajua mzuri sana. Asante. Napewa mpaka la kwenye uvungu Unakudogo kwa mtu bila taarifa. Itaona uniulize. Kwanza tuachane na unajua kwa kilichotokea. Nimekaa chini nimefikiria.
Huenda kweli kuzamilia kutaja jina la Rose badala ya Janet. Labda mdomo wako umeteleza. Kwa nimeona kuendeleza befu, kuchukia, sio jambo zuri. Nimeamua tu nikusamehe tuendelee kama zamani. Kwa kuwa huo. Nimekusamehe, nahitaji tuwe pamoja tena. Sawa, Janet. Ni wazo zuri, lakini ubaya wazo hilo umelitoa kipindi ambacho wakati hauruhusu tena. Kiaje? Labda tu nikwambie nimeamua kumove. Kwa sasa hivi sitoweza kuendelea na wewe tena kwenye mahusiano. Unafuata nini? Juu, naomba si unawaza tena ile mambo yetu yaliyopita. Mimi kilichonileta hapa nina shida moja, naomba nikaribisha hapa nikae. Hebu nisikilize. Mimi na wewe hatuna chochote cha kuzungumza. Naomba utembee. John, huwezi amini. Leo nimepata uhakika rasmi kuwa Rose na Peter ni wapenzi. Janet, una uhakika na unachokizungumza? Hiyo ni nina uhakika 100%. Hivi malaya amekanichukuliaje? Unajua mimi nilihisi tu. Yaani nilihisi tangu mwanzo kipindi nawaona wanashikana bila sababu za msingi. John, nahitaji msaada wako tafadhali. Yaani sipo radhi kuona kabisa wakiwa kwenye mahusiano. Ili tuweze kuachanisha wale. Lazima tuweze kuwagombanisha. Habari mwanafamilia wa Bongo, jina langu naitwa Franco Mazua. Niko hapa mbele kwa lengo la kueleza vitu vichache. Najua wengi mnapenda kupata kazi tofauti tofauti, kuna wakati mnapenda tushirikiane na wasanii tofauti tofauti kwenye nchi tofauti tofauti. Sasa ili tuliwezeshe hilo swala la kufanya kazi za kimataifa, basi inabidi mfanye kitu kimoja. Kila mnapoona tangazo, jitahidini msiskipu. Tazameni kidogo angalau hata dakika moja. Alafu baada hapo ndo mna uwezo wa kuskipu. Kwa sababu sisi fedha tunapata kupitia yale matangazo. Kwa hiyo mtakapotazama yale matangazo kwa muda mfupi, na hata sisi fedha tutakazozipata zitakuwa ni ndogo. Na tukipata fedha ndogo tutashindwa kufanya kazi kubwa zaidi. Kwa hiyo kama kweli mnatupenda, jitahidini mtazame matangazo yale kwa muda mrefu ili mpate kazi bora zaidi. Maana tunatamani kila siku mnavyoona kazi zetu ziwe zina utofauti na ziwe zinatumia bajeti kubwa zaidi, kwa sababu vizuri vinahitaji bajeti kubwa. Kwa ukiwa wewe kama mwanafamilia wa Bongo, naomba usiwe na tabia kuskip matangazo mpaka itakapotimia dakika moja. Ni hicho tu. Asanteni, usahau kusubscribe. Hello. Jina langu ni Sekela, ni msanii wa Bongo. Na kwa nini nilikuwa nipokee simu zangu? Kwa sababu nilikuwa niko busy, simu ilikuwa mbali na mimi. Asante kwa kuangalia video hii mwanzo hadi mwisho.
Usisahau kusubscribe channel yetu ili uendelee kupata burudani kadha wa kadha na kuelimika pia.